Gwanda miongoni mwa majina ambayo yamesajiliwa ndani ya kikosi cha Young Africans, raia kutoka Zambia. Nafikiri tumemuona akiwa kwenye national team ya Zambia. Anachokifanya akiwa kwenye timu zake za Zambia ni winga ambaye ni winga msumbufu. Uwezo wake, reactions zake, yani mbinu zake anataka kufanana na tulikuwa tunatu kama kina Kichuya hivi, wakina Libasegwe, aina ya uchezaji ule inverted, kwamba anachukua mpira anajaribu kutaka kufuata, anaingia hapa na kevu, naona kupitia wenda kulia au kushoto na kuweza kufunga. Kwa hiyo unakuta ukishindwa kumdhibiti pembeni anatoa magoli mengi kutokana na mguu wake anavyoweza kuutumia. Kwa hiyo mimi binafsi namuona ni kama au leo kutajia kwamba aina mchezaji kina Kichuya enzi za ubora wao ule, hapa kati kuja kuwa na Libasegwe, ni wachezaji wa staili hiyo kwamba anatokea pembeni lakini madhara yake makubwa hapo kwenye cross, isipokuwa ni kwenye kufunga yeye mwenyewe. Ukitazama Young Africans kwa msimu ambao uliomalizika katika dirisha kubwa la usajili, walisajili baadhi ya nyota lakini mfumo haukukubali. Tunaweza kusema mfumo haukuklik moja kwa moja. Unadhani nyota hawa maingizo haya ya wachezaji ambao yanasajiliwa kwa hivi sasa ni maingizo ambayo mwalimu mwenyewe pia ndiye ambaye alikuwa akihitaji sahihi kwa ajili ya kuelekea kwa msimu ujao? Maana pia sija kawakuta kama yale ambayo yaliwakuta kwa msimu uliomalizika. Hicho sio kusajili mwalimu au kusajili viongozi. Alafu siku ndio tumekuwa, unajua sisi tumekuwa tuko very bias. Hata juzi nisikia mtu anazungumza kwamba kwa nini timu anasajili rais wa timu. Yaani tumeweka sana ushabiki, mambo ambayo yana ushabiki. Leo Real Madrid anasajili na Real Madrid. Wengine rais wa timu anaweza, ndio rais sio anaweza. Real Madrid anasajili, yani anayesajili rais ni Perez. Miaka yote tunajua ndio anasajili. Barcelona tulikiwa na rais wao Laporta, alikuwa anasajili. Ndio anamtafuta mtu, hata rais wa PSG anasajili wachezaji. Kwa hiyo si jambo la tofauti. Unaona? Na hao walimu wa sasa hivi ni walimu ambao hawakai sana kwenye timu. Yaani makocha hawawezi kuona mtu anakaa miezi 6 mwaka anaondoka, jambo la kawaida. Lakini timu ina malengo na maono na falsafa zake ambazo zipo. Unaona, kwa unakuta sehemu kubwa marais wa klabu ndio wamekuwa wakifanya hizo deals na wanatumia ushawishi wao na connection yao kuweza kufanya hizo sajili. Kwa ni jambo ambalo ni duniani ni la kawaida sana. Waingereza ndio bado walikuwa na mfumo wao ule wa managers, lakini pia anaona yani wamekuwa na mfumo na wenyewe pia unakuwa ni managers ukilindwa na ile technical staff, kwa maana ile ukurugenzi, ile director of sports, director yule wa ufundi ndio amekuwa ana nguvu, na wenzetu tayari wale walikuwa na mifumo ya timu zao, zile falsafa ambazo wanazo. Kwa kuna wakati wanakuwa wanajua, leo kenda pale Arsenal wanajua kabisa sisi tunataka tuchukue mchezaji namna gani, ili aweze, sio kila mchezaji mzuri atacheza Arsenal au Liverpool au Manchester United, kwa sababu tayari waitengeneza mazingira kwa hizo falsafa zao na misingi yao mikubwa. Kwa hiyo inakuwa ni kazi ya technical staff, kwa maana ya ile mkurugenzi wa ufundi na benchi la ufundi, kwa maana ya kocha, wanakaa na kuweza kushauriana wakiangalia vitu vikubwa vitatu. Kwanza, uwezekano wa wewe mchezaji kupatikana; cha pili, kuingia kwenye mfumo; tatu ni gharama. Ndio ambacho tunakuwa tunakifanya, ni gharama. Kwa hiyo sio jambo tu ambalo linakuja linaibuka tu. Kwa hiyo engineers anachokifanya ni kitu perfect kwenye mpira wa kisasa. Ni kitu cha msingi kabisa, kwa sababu cha siku anapoondoka mwalimu yeyote anaacha ripoti ya ufundi ambayo inakuwa ni ripoti ya msimu uliopita, tathmini yake, bwana mimi nimekaa kwenye timu, hawezi kaondoka bila kuacha ripoti. Nimegundua kuna 1 2 3 4 5 6 7 8, kuna mapungufu ana haya, maeneo kufanywa marekebisho ni ana haya, kama kuna option ningepata mtu namna hii na hii na wanakuwa wanaweka mapendekezo, sio moja. Unaweza kuta labda ningepata mtu namna hii, kama sio huyu nipata namna hii, hata manne. Kwa hiyo viongozi watajipima kwamba huyu anataka tumchukue Mayele ndio aweze aje kwa timu. Je, budget ya klabu inaweza kumchukua Mayele? Kama Mayele hayupo, yupo nani sasa? Kuna labda Suleiman Mwalimu. Je, atafiti? Sio, unanielewa? Ndio wanakuja kufanya maamuzi. Kwa unaona, kwa sababu kocha yoyote yeye atakachokifanya, yeye wewe umempatia malengo, task, kwamba hakikisha kwamba unacheza nusu finali ya klabu bingwa barani Afrika. Kuna mtu ambaye anapenda achukue kitu ambacho ni cha ovyo.
Kwa ukimwambia asuggest, atasuggest watu ambao wa maana. Je, klabu inaweza kuwafikia watu? Au wakati mwingine anaweza akatumia loophole na akafanya biashara. Tumeshuhudia makocha wengi sasa ni mameneja. Unaona wanakuja kwenye timu, wanakuja na watu wao. Kwa hiyo wakati mwingine ukimpa nafasi ya kusajili, anaweza kukuletea watu ambao kisha unamfukuza na kuachia bomu. Si unaelewa? Kwa sababu kuvunja mikataba ya makocha ni rahisi kuliko ya wachezaji. Kwa hiyo watu wasitemsi kwamba kama ni kitu cha engineers anafanya kitu sahihi kabisa. Yeye ndio klabu, anajua budget, na pale wana technical staff, wana wataalamu wako pale, wana benchi la ufundi, wana ripoti, anatoka mbele kuja kuwasilisha yale ambayo wenzako walikuwa wamekubaliana. Kwa hiyo ni jambo la kawaida. Kwa mimi nikiangalia, nafikiri hata Yanga kushindwa msimu uliopita haikuwa kutokana na kusajili viongozi. Ilikuwa ni sababu zao nyingi, na pengine wakati mwingine scout yao haikuwa nzuri sana. Yani waliangalia ile current status bila kuangalia previous ziko zimekaaje, kwa kujikuta kwamba wanachukua ubora ulioibukia bila kuangalia uwezo kuweza kumaintain kile ambacho wanacho. Tukilizungumzia kwa usajili sasa ambazo zimefanywa ndani ya Young Africans, wasajili wa wachezaji ambao wamesajiliwa, wachezaji wa ndani, performance yake huko alikotoka na kuja kuingia kwenye kikosi cha Young Africans, ni namna gani hasa ambacho Young Africans wamekitazama kuelekea kwa msimu ujao kwa wachezaji hawa ndani? Mimi nikiangalia, nizungumza Yanga wanajenga timu. Yanga wanajenga timu. Kwa sasa hivi Yanga wanajenga timu. Yanga wanajenga timu ambayo itakuja kuwa ni ya hatari katika misimu miwili inayokuja mbele. Lakini wanajenga timu katika style ya tofauti kidogo. Iko much more technical. Iko very technical na itawasaidia. Kwa sababu walichokiangalia, tuna malengo ya muda mrefu na malengo ya muda mfupi. Kwa hiyo lazima tubaki na nyota ambao watatusaidia kufikisha malengo ya muda mfupi. Ndio kaangalia katika nyota ambao wale ambao walikuwa wako nao wengi hawajawaacha. Wameacha nyota wengine, wamebakisha nyota 7 kwenye timu. Sawa, alafu tuongeze watu wachache ambao watakwenda kupeleka malengo ya muda mrefu. Kwa kutumia, tutakuwa sajili vijana ambao watakaa kwa muda mrefu. Unaelewa? Ndio kufanya pale. Kwa hiyo ili akina Bokawa, akina nani hawa wataendelea kupungua kidogo kidogo. Sababu cha dogo anacho mwingine, anaingia mmoja hivyo. Kwa hiyo baada ya msimu mmoja na nusu miwili, wale 7 wote wabakia, kabakia mmoja au wote hawapo, lakini timu tayari ilikuwa na watu ambao wanaweza kuendeleza kile ambacho kilikuwepo. Kwa hiyo ni stali nzuri ya kuweza kufanya replacement ya timu ambayo wanataka kuifanyia overall. Nirudi huku kwa upande wa Simba Sports Club, nimemaliza kwa upande wa Young Africans. Sajili ambazo mbalimbali zinafanywa. Jana walianza kushusha vyuma vya kimataifa. Ibrahim Dumbia. Nafasi yake ndani ya kikosi cha Young Africans la yeye kutokea Mali. Kikosi cha Yanga cha Simba. Cha Simba Sports Club.